Kama una kumbukumbu nzuri, sehemu ya 9 tuliishia pale ambapo Deborah Martin alikuwa ameweza kupigiwa simu. Alikuwa amepigiwa simu na namba ngeni kabisa, na mtu huyo alikuwa ameweza kumpatia taarifa fulani. Lakini taarifa hiyo inaonekana haikuwa taarifa nzuri hata kidogo, kwa maana taarifa hiyo ilimstua sana Deborah Martin. Mungu wangu! Hiyo ndiyo kauli aliyoitoa baada ya kupewa taarifa hiyo. Karibu katika sehemu hii ya 10. Hii itakuwa sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii nzuri inayokwenda kwa jina la Johnny Melissa, mtoto wa superstar. Usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata kila episodi ambayo inaachiwa katika chaneli hii ya Himaya ya Kusisimua. Karibu na tumalizie episodi yetu. Ndiyo, ilikuwa ni simu ya ajali. Kuna mtu alikuwa kapiga simu kwa Deborah Martin, na mtu huyu anaonekana alikuwa anamfahamu vizuri Aaron. Aaron amepata ajali na Miriam? Alihoji swali hilo, lakini mtu huyo alikuwa tayari amekwisha kata simu yake. Hapo Deborah Martin akabaki tu katoa macho. Akiwa hapo asijue afanye nini, simu iliita kwa mara ya pili, na mtu huyo alimwambia kuwa wagonjwa hao wamekwisha waishwa hospitali, na akamwelekeza hospitali ambayo alikuwa wamewaishwa. Basi ilimbidi Deborah Martin ainuke pale alipoketi ili aweze kuelekea hospitalini huko. Ndiyo, alikuwa ameketi sebuleni na mtoto wake Johnny Melissa, lakini alipotaka kuinuka ili kwenda hospitalini huko, alishangaa anaambiwa neno moja na mtoto huyo: usiende kokote. Ndiyo, ilisikika sauti hiyo. Deborah Martin alitizama huku na huko ili kutaka kujua ni nani aliyekuwa akiitoa sauti hiyo. Japo sauti hiyo haikuwa ya kitoto, ilikuwa ya kiutu uzima hivi, lakini ukweli ni kwamba sauti hiyo ilitoka kwa mtoto ambaye ni Johnny Melissa. Wewe ni nani? Na unasema nisiende kokote, una maana gani? Aliuliza Deborah Martin, na hapo sauti hiyo ikasema tena, mimi ni Johnny Melissa, usiende kokote. Ilipojibu hivyo sauti hiyo, Deborah Martin alirudisha macho yake pale kwenye kochi na kumtizama mtoto wake. Alimtizama kwa sekunde kadhaa, na mtoto huyo alikuwa anamtizama mama yake, na hapo Deborah Martin kwa ujasiri mkubwa akajikuta anahoji, nisiende kokote, una maana gani? Ina maana wewe ndio mhusika wa hiyo ajali, ndio? Umeanza kula damu zao, umeanza kukamilisha mpango wako wa kubadilisha chakula, sivyo? Alioji kwa ujasiri Deborah Martin, na hapo mtoto huyo akamjibu, sina shida na Aaron wala sitaki damu ya Miriam, ila kuna kiumbe kinajaribu kuzuia mipango yangu. Ni kweli sauti hii ilikuwa inatoka kwa mtoto Johnny Melissa, lakini jambo la kushangaza, hakuonekana akifungua mdomo wake kuzungumza. Alionekana mdomo wake umefunga na yuko kimya tu, lakini sauti ilikuwa inasikika. Kiumbe? Ni nani hicho kiumbe? Alioji Deborah Martin kwa wasiwasi kidogo, lakini cha ajabu, Johnny Melissa hakuongea tena, ila alichofanya ni kupotea ghafla machoni kwa Deborah Martin. Kitendo hicho cha kupotea ghafla katika eneo hilo kilimstua sana Deborah Martin, na akajikuta anatoka mbio mpaka chumbani kwake na kujifungia mlango. Huko akawa amekaa huku akitetemeka na kwa kujikunyata sana. Tayari giza lilikuwa limeweza kuingia. Hakuna aliyekuwa na njaa, sio Deborah Martin ndani ya chumba chake, wala akina Zuu, Rehema na Ratifa. Na jambo moja la muhimu sana, uzuri ni kwamba Deborah Martin bado alikuwa hajajua kuwa Zuu, Rehema na Ratifa wameshatolewa kule chini ambapo alimtuma Aaron awapeleke. Sasa wako katika vyumba vya juu ya nyumba, wamehifadhiwa na Witness ambaye amewaambia wamsubiri atarudi. Basi wakiwa ndani wamejifungia,
Zurema na Latifa kwenye chumba chao na Deborah Martin katika chumba chake. Tunatoka sasa katika eneo hilo. Eneo moja la mapoli, mida ya usiku kabisa, katika eneo ambalo lilikuwa linatisha sana, alitokea mwanadada mmoja. Ndiyo, mwanadada huyu alikuwa na mavazi meusi sana, na mwanadada huyu ndiye yule aliyewatokea kina Miriam siku ile walipotaka kutoroka usiku, yaani Malkia Lilith ibn Marek. Alitokea katika eneo hilo la mapoli, japo safari hii hakuwa mrefu sana kama alivyotokea akina Zuu siku ile. Alikuwa na umbo la kawaida tu, umbo la kibinadamu. Alikuwepo ametokea katika eneo hilo kimazingara. Hatujui ametokea wapi. Hebu tuendelee. Eneo hili ambalo alikuwa ametokea Lilith ndio eneo ambalo alikuwa amezikwa Witness na Aaron siku ile usiku. Basi Lilith alipofika pale, alinyosha mkono wake, alinyosha kwa sekunde chache sana, na shimo hilo ambalo alikuwa amefukiwa Witness lilianza kuwa kama linafukuliwa hivi. Lilifukuliwa shimo hilo, na punde shimo hilo lilikuwa wazi kabisa, na hapo ndani ya shimo hilo kuna mwili ukawa unapanda kutokea ndani ya shimo hilo, yaani unakuja juu. Na mwili huu haukuwa mwingine, ulikuwa ni mwili wa Witness, ukiwa umeharibika vibaya sana kwa sababu ulikuwa umefukiwa na unazidi kuoza. Lilith aliutizama mwili wa Witness kwa hasira sana, na hapo mwili huo wa Witness ukafungua macho. Ndiyo, ulikuwa umefungua macho ukiwa bado unaelea hewani, na punde mwili huo ukaanza kutua chini. Ulitua chini katika mtindo wa kusimama wima, na wakawa wanatizamana uso kwa uso, yani Malkia Lilith ibn Marek uso kwa uso na Witness. Katika hali ya kushangaza sana, Lilith alikuwa ameweza kuzungumza na mwili huo ambao tayari ulikuwa umeshakufa, yani kiufupi alikuwa anazungumza na mzimu wa Witness. Kwa nini umeenda kusababisha Hajari? Ni swali alilolitoa Lilith na kumtupia Witness, na Witness mzimu wake haukuacha kujibu kwa ujasiri. Ndiyo, nimesababisha Hajari. Lilith, unataka kumtesa Deborah Martin, unataka kuwaua wale mabinti, damu yao haina hatia. Nimesababisha ajali kwa sababu Miriam hatakiwi kuondoka pale. Miriam ndiyo kiboko yako, na Aaron anatakiwa kufa kwa ushenzi alionifanyia. Aliongea Witness na Lilith akajibu, wewe ni roho uliokufa, hutakiwi kuingilia haya. Mimi ni Malkia, nina nguvu kuliko wewe. Hata huyo Miriam ni sababu niliipima damu yake nikaona hainifai, lakini sio kwamba ninamshindwa. Nikiamua kumwangamiza, hatomaliza dakika machoni kwangu, atakuwa ameangamia. Aliongea Lilith na Witness akajibu, unajidanganya Lilith. Muda mbona utaongea? Wewe ni Malkia wa giza mwenye roho chafu. Yaani umeenda kwa umbile la mtoto kwa Deborah Martin, eti ukijifanya mtoto na kumpatia masharti magumu ya kukutunza. Hatimaye unataka aingie katika maagano ya kafara, unataka umfunge ili akutumikie. Ewe shetani, unataka kuua wale mabinti na baadaye umlazimishe atoe kafara mpaka kwa ndugu zake. Hiyo yote ni kwa faida yako. Mimi nitasimama nao. Miriam ndiyo kiboko yako pia. Aliongea Witness kwa ujasiri, na maneno hayo ya ujasiri yalimfanya Lilith acheke kidogo. Eti Witness ndiyo kiboko ya Lilith pamoja na Miriam. Baada ya kuwaza kaneno hako kakijeli, Lilith alijibu, ndiyo, ni lazima afate kila tutakachomwambia Deborah Martin. Ni kwa sababu alikuja kwetu kuomba msaada, hivyo ni lazima atutumikie kama miungu yake. Yeye ni mtumwa kwetu, ili atake anachokipata ni lazima aseme tunavyovitaka. Aliongea Lilith, na hapo Witness aliinua mkono wake na kumwelekezea Lilith huku akitamka maneno haya, Lilith, ondoka kwake, waache wale mabinti, mwachie huru Deborah Martin.
aliongea Witness, na katika mkono wake ni kama ilianza kutoka nguvu ya ajabu ambayo nguvu hiyo ingemshambulia Lilith na kumpoteza kabisa. Lakini pasipo kufanya kitu chochote, Lilith alikuwa akimtizama tu Witness, na kwa kuwa Lilith alikuwa na nguvu kuliko Witness, basi Witness alishangaa anaanza kupukutika kama mavumbi, japo alikuwa amenyosha mkono wake kutoa nguvu ambayo ingemsambaratisha Lilith, lakini akajikuta anasambaratika mwenyewe. Alikuwa akimong'onyoka taratibu Witness, na alikuwa hawezi kabisa kujiokoa. Kadiri Lilith alivyokuwa anamtizama Witness, ndivyo Witness alizidi kubaki mavumbi, na mwisho alirudi shimoni humo akiwa udongo mtupu na kaburi lake likajifunga. Mzimu wa roho yako hautainuka tena. Sasa acha nikamshughulikie na huyo Miriam, aliongea Lilith, na yeye akapotea katika eneo hilo. Lakini mpenzi msikilizaji, hapa utakuwa umegundua kitu. Kumbe huyu Lilith ni Malkia wa Giza. Pale ambapo Deborah Martin alienda kuomba mtoto kwa mganga Gondwe, ndipo alipatiwa huyu jini akae naye. Na Deborah Martin kipindi chote kile anajua analea mtoto, kumbe analea jini. Anaitwa Lilith Ibn Mariki au Jonie Melissa, jina alilopewa na Deborah Martin. Hakika alikuwa na nguvu sana, na hapo alipomaliza kupotea katika eneo lile, akatokea tena pale pale kwenye kochi alipoyeyuka mwanzo, kabla Deborah Martin kumkimbia na kwenda kujifungia chumbani kwake. Asingeweza kutoka tena Witness, amepotezwa mazima. Hakika Lilith Ibn Mariki hakuwa kiumbe wa mchezo. Kule nyumbani taarifa mbaya zilimfikia Deborah Martin kuwa Aaron amefariki dunia kutokana na ajali ile, ila Miriam alikuwa ameumia kiasi, yani alikuwa amepata tu mshtuko na wala hakukumbwa na majeraha ya aina yoyote. Lakini mpaka sasa Miriam bado hajapata fahamu. Alibaki analia Deborah Martin, na akatoka moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha mtoto. Ndiyo, alielekea katika chumba hicho, lengo lake ni kufika katika kioo ili aweze kuwasiliana na mganga Gondwe. Alifika na kumuita mganga Gondwe, na mganga Gondwe akatokea, lakini alipofika aliongea maneno machache tu, halafu akapotea. Alisema, lolote utakalohitaji Jonie Melissa atakujibu mwenyewe, sisi katuzuia tusifanye lolote. Aliongea hivyo kisha akapotea. Deborah Martin alitamani aulize, lakini alikuwa ameshapotea. Hakuweza tena kuuliza jambo lolote. Basi kwa huzuni, kwa unyonge na hofu, Deborah Martin aliweza kurudi mpaka chumbani kwake na akaamua kujifungia. Wala hakuhitaji kwenda sebuleni kule ambapo alikuwa amemwacha mtoto wake. Upande wa kina Zuu bado alikuwepo mule ndani, japo walikuwa wameshakata tamaa na walishachoka kumsubiri Witness, bila kujua kuwa Witness wanayemsubiri tayari amepotezwa mazima na Lilith Ibn Mariki. Kule hospitali Miriam walikuwa katika usingizi mzito sana, na katika usingizi huo Miriam alikuwa anaota njozi. Ndiyo, aliota njozi. Katika njozi hiyo aliona vilio vimejaa, kuna vilio vitupu. Aliona wanaolia ni Zuu, Rehema na Latifa, walikuwa wanalia sana. Alafu alimuona Deborah Martin amefungwa minyororo na kuna dubu mkubwa mbele yake anamrarua, na Zuu, Rehema na Latifa walikuwa wanamlaumu Deborah Martin kwa kupaza sauti zao wakisema, tamaa yako imekuponza, umetuponza na sisi pia. Walikuwa wakiongea maneno yale huku wakilia sana na kupiga kelele. Basi katika njozi hiyo hapo Miriam akastuka. Alistuka huku jasho likimtoka sana, na tayari muda huo kulikuwa kumekwisha pambazuka. Tunatoka hapo hospitali tunarudi kule nyumbani kwa Deborah Martin. Muda huo wa asubuhi, Deborah Martin aliamka, akatizama simu yake ya mkononi, akagundua kuna miss call nyingi sana na meseji za kazi, lakini alikuwa hana muda, akili yake haiko sawa. Alichofanya Deborah Martin alitoka mpaka sebureni,
lakini alipofika sebuleni akiwa anatembea kwa hofu, akamkuta Jeni Melissa kalala pale pale kwenye kochi. Alifika Deborah Martin akawa anamtizama tu, japo alikuwa na hofu sana na machozi yalikuwa yanamtoka kwa kujilaumu juu ya tamaa yake ya kutaka mtoto. Hilo ndio leo linamweka katika shida kiasi hiki. Lakini akiwa amesimama hapo sebuleni anamtizama Jeni Melissa, upande wa Zuu, Rehema na Latifa, hata wao hawakutaka kubaki tena chumbani humo walipokuwa wamewekwa na Witness. Walikuwa wameshakata tamaa Witness asingekuja tena, japo hawakujua kuwa tayari amekwisha potezwa na Lilith. Hata hivyo walikuwa na njaa sana, ili walazima watoke wajue wanawezaje kupata chakula. Walitoka ndani ya chumba hicho, lakini walipotoka tu pale sebuleni aliposimama Deborah Martin, aliweza kusikia mlango ukifunguliwa. Ndio, aliposikia mlango unafunguliwa ilibidi aweze kusogea taratibu kuangalia ni nani anafungua mlango, na hapo ndipo akawakuta mabinti hawa. Basi alipowakuta wakajikuta wanatizamana tu, na hapo wakabaki wasijue wanajitetea kwa namna gani. Deborah Martin alikuwa na washangaa mabinti hawa ambao walikuwa wamefungwa kule chini ya nyumba, wamewezaje kutoka? Lakini wakiwa wanatizamana pale ambapo walikuwa wamesimama na kila mtu alikuwa ajui aanze kuongea jambo gani, kuna jambo la kushtua lilitokea. Ndiyo, pale aliposimama Deborah Martin, nyuma yake Jeni Melissa alikuwa ameweza kujisogeza. Alikuwa amesimama nyuma ya Deborah Martin, lakini alikuwa katika umbo halisi la Lilith ibn Marik. Ndiyo, alikuwa katika umbo la Lilith na alikuwa mrefu sana, mrefu wa kutisha, yani kukaribia kuligusa nyumba, yani kukaribia kuligusa dali la nyumba hiyo. Alikuwa na macho meupe pe na kucha ndefu za kutisha. Na muda huo, wakati hayo yanatokea, Deborah Martin bado alikuwa hajajua kuwa nyuma yake kuna kiumbe cha ajabu kimesimama. Kwa kuwa akina Rehema walikuwa mbele, basi waliweza kukitizama kiumbe hicho na kukiona. Hapo wakapiga kelele na walitaka kukimbia katika eneo hilo, lakini jambo la kushangaza, milango ilikuwa imejiloki kabisa. Ndiyo, milango ilikuwa imejiloki kabisa, na hapo Deborah Martin naye alipogeuka alishangaa kuona yuko karibu kabisa na kiumbe hicho. Lo, salale! Ilibidi akaungane na kina Rehema kutaka kukimbia eneo hilo. Ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na mshike, kulikuwa na heka. Basi tunatoka katika heka hizo za kumkimbia Lilith ibn Marik akiwa katika umbo la kutisha. Tunarudi mpaka kule hospitalini ambapo Miriam alipostuka katika njozi hiyo. Hakutaka kusubiri. Alijaribu kuwaza ile ndoto ina maana gani, lakini alisikia akili yake ikimwambia rudi haraka nyumbani kwa Deborah Martin. Na yeye bila kutaka kujua kwa nini akili inamshawishi hivyo, aliinuka haraka, alitoka mbio, alivaa nguo zake za kawaida, alivua zile nguo za ugonjwa, na wala hakutaka kuhojiana na daktari yoyote ile. Kitendo cha kuona nguo zake ziko karibu, hiyo ilikuwa ni nafasi nzuri ya yeye kuondoka bila kuaga. Alikuwa anatoka mbio katika wodi hiyo, na madaktari baadhi walikuwa wanamshangaa mgonjwa huyu. Alikuwa anaonekana kama kachanganyikiwa hivi, ila hakujali. Haraka Miriam alitoka mpaka nje ya hospitali hiyo. Alipotoka, alitizama hospitali hiyo na akagundua kwamba anaitambua, na alipopiga hesabu zake, akagundua sio mbali sana mpaka kufika kwa Deborah Martin kutokea katika hospitali hiyo. Haraka alipanda bajaji, na kwa kuwa kwenye mkoba wake kulikuwa na vijela kidogo, hiyo haikuwa shida kulipa. Alikuwa yuko fiti kalikiti katika kutoa fedha ya nauli. Deborah, asante kwa damu za mabinti hawa. Nataka tufanye karamu ya damu mahali hapa. Njoo ungane na mimi mama. Alikuwa akiongea Lilith ibn Marik
au unaweza kumuita Jonie Melissa, akiwa katika umbo hilo la kutisha. Hapo alianza kuota mapembe makubwa sana yaliyokuwa yanaota huku yakijivilingisha katika kichwa chake. Alikuwa anatisha sana Lilith ibn Mariki, na meno makali yalikuwa yakianza kumchomoka, tayari kunywa damu za mabinti hawa. Njoo mama, waache hao. Njoo upande huu ni kuonyeshe Njoo mama, waache mabinti hao. Njoo upande huu ni kuonyeshe sadaka hii tamu inavyokuwa. Alikuwa akiongea Lilith, lakini wale wakina Zuu, Rehema, Ratifa pamoja na Deborah Martin walikuwa wanapiga kelele. Kila mtu alikuwa anahitaji msaada. Milango ilikuwa imejiloki na Lilith alikuwa tayari kuangamiza. Wakiwa katika harakati hizo, Zuu alianguka na kupoteza fahamu kutokana na hofu kubwa ambayo ilikuwa imemtanda. Ila Rehema, Ratifa na Deborah Martin bado walikuwa katika heka za kutaka kujiokoa katika eneo hilo. Walikuwa wakipiga kelele huku wakiomba msaada. Tamaa yako imekuponza, umetuponza na sisi, aliongea Rehema, na hapo mikono ya Lilith ilianza kurefuka kimaajabu na kuanza kufika mpaka pale walipokuwepo watu hawa. Lakini mikono hiyo ikiwa inawakaribia kabisa, ghafla ilisikika sauti. Ewe Malikia mchafu, ewe pepo uliyelaaniwa, ni nani aliyekutuma ukanyage eneo hili? Tazama, Bwana wa majeshi atakufanya uwe chakula cha nzige na mende leo na hata kesho, na tutafuta hadisi yako na tutauondoa uso wako katika uso wa dunia kuanzia sasa na hata milele. Hii ni katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo, Miriam alikuwa kashafika eneo hilo, na yeye ndio alikuwa akitoa maneno hayo mepesi, lakini yalikuwa yana nguvu ndani yake. Na alipotamka maneno hayo, yalimrudisha Lilith katika umbo lake la kawaida, na hapo akatoka katika muonekano huo wa kutisha. Basi Lilith, baada ya kutetemeka kidogo na maneno hayo, akainua macho yake na kumtizama Miriam, ambaye ndiye aliyekuwa ametoa maneno hayo. Na muda huo Zuu ambaye alikuwa amezimia, Rehema, Ratifa pamoja na Deborah Martin wote walikuwa nyuma ya Miriam, na Miriam alikuwa amesimama kidete kuhakikisha anamsambaratisha Lilith ibn Mariki. Basi wakiwa wanatizamana Lilith pamoja na Miriam, ghafla Miriam hakutaka kusita tena. Alianza kutoa maneno ambayo aliamini yana nguvu ya kumshinda Lilith ibn Mariki. Ni kama mshale au risasi, alifyatuka Lilith kimaajabu. Alikuwa yuko spidi ya ajabu, tena alikuwa anaelea hewani. Alielekea moja kwa moja kumvaa Miriam, lakini Miriam alikuwa akasimama vyema, akasema, ewe pepo uliyekuja kwa njia moja, utaondoka kwa njia 7. Nyamaza kimya, asema Bwana wa majeshi. Alipoongea maneno haya, Lilith aliyekuwa hewani spidi kwenda kumvaa Miriam alishangaa anaanguka kutokea umbali aliyekuwepo mpaka chini, huku akipiga kelele na kuonyesha kuumia kwa maneno hayo ambayo alikuwa kayatoa Miriam. Lakini Lilith alipoanguka hakukata tamaa, alisimama tena, na jambo la kushangaza, walitokea Lilith wengi sana katika eneo hilo. Ni kama alikuwa kagawanyika hivi, na wote walikuwa katika maumbile ya kutisha, mapembe kwenye vichwa vyao. Wote walikuwa wamenyoosha mikono yao iliyokuwa ikiwaka moto, na hapo moto huo ulikuwa ukiwaelekea kina Rehema, Ratifa pamoja na Deborah Martin. Rehema, baada ya kuona tukio hilo la moto kumfata, akaanguka chini na yeye akapoteza fahamu. Basi alikuwa amebaki Ratifa na Deborah Martin, ndio bado walikuwa na akili zao timamu, lakini Zuu pamoja na Rehema walikuwa tayari wamekwisha poteza fahamu kutokana na hofu ambayo ilikuwa imejaa katika mioyo yao.
Ninayo mamlaka ya kukanyaga nguvu za giza, wala havitonidhuru, asema Bwana wa mbinguni. Rudi ulipotoka, ewe pepo mchafu. Aliongea Miriam maneno hayo, na hapo wale Lilith ambao waligawanyika na kuwa wengi wote walianguka chini, na hapo akabaki yule Lilith wa kweli akiendelea kunguruma huku akimtizama Miriam. Ndiyo maana sikutaka uendelee kuwepo katika hii nyumba. Usiseme maneno hayo mbele yangu. Kwa nini unatamka maneno ya moto? Unataka nikujibu kwa moto? Aliongea akionyesha mkwala Lilith, lakini Miriam akajibu, nimevaa silaha ya Mungu tayari kuipinga ila ya Ibilisi, asema Bwana wa majeshi katika Waefeso 6. Alijibu Miriam, na hapo Lilith alihisi kizunguzungu kidogo, alafu akayumba na akadondoka chini. Sauti ya mtoto ilianza kusikika. Ndiyo, ilikuwa ni sauti ya mtoto akilia. Lilith alibadilika na kuwa mtoto, akaanza kulia huku akiita, mama. Alikuwa anajaribu kumshawishi Deborah Martin ili aweze kutoka pale alipokuwepo mpaka upande ule ambapo yeye alikuwepo. Ndiyo, alitumia mbinu ya mtoto ili kumtoa Deborah Martin upande ule na kumleta upande aliyokuwepo. Hatukujua kufanya hivi alikuwa na lengo gani, lakini hebu tuendelee. Basi alipolia vile katika mtindo wa kulia kama mtoto, Deborah Martin aliguswa na kilio hiko na akamzuia Miriam asiendelee kufanya maombi yake aliyokuwa anayatoa, maana anamuumiza mwanae. Acha, tafadhali acha, msamehe mwanangu, msamehe tafadhali Miriam. Alikuwa akiongea maneno hayo Deborah Martin. Muda huo Latifa alikuwa katoa tu macho akimshangaa Deborah Martin ambaye alikuwa ameinuka eti anaenda kumwangalia mtoto wake, ambao muda mfupi tu mtoto huyo alikuwa katika umbile la kutisha na alionekana fika ni shetani mbaya. Madam, huyo sio mwanao tena, aliongea Miriam, lakini Deborah Martin akapinga vikali akitaka kwenda kwa mtoto wake. Kwa kadiri alivyokuwa analia ndivyo alikuwa akimvuta Deborah Martin, na Deborah Martin akajikuta anazidi kumsogelea mtoto huyo. Basi wakati Latifa ametoa macho, yeye Deborah Martin anaenda kwa mtoto wake, Miriam alitamka maneno fulani kupitia kitabu cha Matendo 16:18 na kuamuru kwa jina la Yesu mtoke ndani yake. Aliongea maneno hayo, na hapo Deborah Martin akasimama ghafla, akasitisha safari yake ya kwenda kumtizama mtoto huyo, ni kama alikuwa kapigwa na shoti hivi, na hapo Deborah Martin akaanguka chini. Basi alipoanguka chini Deborah Martin, hapo Lilith akaacha kulia kama mtoto na akatoka katika umbo lile la mtoto na kurudi katika umbo lake la Lilith, huku akiwa anamtizama Deborah Martin pale chini, alafu akainua macho yake kumtizama Miriam pia. Umeipata wapi nguvu yako? Aliuliza swali hilo Lilith, lakini Miriam akajibu. Zaburi 47 mstari wa 2 inasema, kwa maana Bwana aliye juu ni mwenye kuogopwa na ni mfalme mkuu juu ya dunia yote. Basi alipotamka maneno hayo, Lilith alianguka tena mbele ya Miriam na kumwambia, Miriam, niruhusu niondoke. Sitaisogelea tena nyumba hii. Umeharibu kila kitu changu. Sasa unataka kuniua na mimi. Tafadhali Miriam, nilikuwa nataka kumtawala Deborah Martin kutokana na tamaa yake ya kupata mtoto, ila nimeshindwa. Niruhusu niondoke. Aliongea maneno hayo Lilith na alikuwa kachoka kweli kweli. Hapo Miriam akajibu. Marko 1:25 inasema, nyamaza na utoke kwake. Aliongea hivyo Miriam, na hapo Lilith hakuonekana tena eneo hilo. Hakukuwa tena na Lilith wala Johnny Melitha katika eneo hilo. Bado Latifa alikuwa anamtizama Miriam ambaye alikuwa akitoka jasho kutokana na vita nzito aliyokuwa akipigana nayo. Ukimya ulitawala kama dakika 5 nzima, na hapo Latifa akaongea jambo. Nahitaji kwenda kanisani.
Alisikika akiongea Latifa, na hapo Miriam akageuka, kisha akatabasamu kidogo na kwenda kumunua pale alipoketi, na baada ya muda wote walikuwa wamepata fahamu na wakawa wameketi. Nyumba ikatulia tuli. Deborah Martin aliwatizama mabinti zake hao na baadaye akamtizama Miriam ambaye naye alikuwa kakaa pembeni tu akiwaangalia. Asante sana Miriam, aliongea Deborah Martin, na Miriam alikuwa akitabasamu tu. Jasho lilikuwa linamtoka, utazani yeye ndo alikuwa anapambana vita hiyo. Hakika hofu ni mbaya. Kwani atarudi tena? Ni swali la moja kwa moja kutoka kwa Rehema, na Miriam akajibu, mkisimama na Yesu Kristo hatorudi tena. Aliongea maneno hayo Miriam, na wakiwa hapo walisikia kitu. Ndiyo, walisikia kitu kama kioo kimepasuka kwa nguvu sana. Walistuka, ilibidi wote waende mpaka katika eneo hilo, na ndiyo kilikuwa chumba ambacho Deborah Martin alifahamu fika ni chumba cha Johnny Melissa. Ndipo sauti hiyo ya kuvunjika kwa kioo ilipotokea. Walifungua mpaka katika chumba hicho na wakakuta kweli kioo hicho kimevunjika vipande vidogo vidogo, na hapo Miriam akasema, Isaya 18:28 inasema, agano lenu la mauti litafutwa na mapatano yenu ya kuzimu hayatasimama tena. Hii ilionyesha wazi kuwa Deborah Martin yuko huru juu ya mikataba ya kishetani aliyoingia. Asante sana Miriam. Wala sihitaji tena mtoto. Nitawatunza ninyi kama watoto wangu. Nimejifunza kuridhika. Mnisamehe kwa yote yaliyowatokea mpaka kifo cha Witness. Aliongea Deborah Martin huku machozi yakimtoka, na Miriam akajibu, Wafilipi 4:6 inasema, amani ya Mungu ipitayo akili zote imehifadhiwa moyoni mwako. Usijali madam, furahia uwepo wa Bwana maishani mwako, naye atakupa matakwa ya moyo wako. Madam Deborah, hata tumbo la Sara lilibeba mimba akiwa mzee. Usikate tamaa. Basi alipoongea maneno hayo Miriam, wote walijikuta wamekumbatiana. Walifurahi na faraja ilianza kuwatawala katika mioyo yao. Walikuwa wanamdharau Miriam, walikuwa hawaamini kama siku moja atakuwa mkombozi wao, lakini leo hii Miriam amekuwa mkombozi wao. Hawakuwahi kumpa nafasi hata ya kumsikiliza, japo hawakujua kuwa ana hekima ya Mungu ndani yake, lakini wangempa, pengine wangekuwa wameshaokoka na vitu vingi sana. Lilith hakurudi tena. Biashara za Deborah Martin zilizidi kustawi. Mungu hawai wala hachelewi, hujibu kwa wakati wake. Miriam alikaa kwa miezi michache sana nyumbani kwa Deborah Martin. Baadaye Miriam aliondoka, lakini hakuondoka hivi hivi. Aliwaambia kuwa amewaachia jina la Yesu, amani na furaha vitawale katika maisha yao. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii inayokwenda kwa jina la Johnny Melissa, mtoto wa superstar. Kipindi chote ulikuwa na mimi Amani Leonard. Usiache kusubscribe, maana kuna simulizi nyingi nzuri zitakuja mahali hapa. 0785082315. Asanteni na tukutane katika simulizi nyingine. Ciao.